Tumekuwa tunajifunza kwamba adui hawezi kupambana na kaharibu baraka yako asipoharibu ibada yako. Unajua kwa nini? Ibada ndo inayo connect na Mungu aliye hai. Ibada ni kama ndio mlija unaofyonza kutoka kwa Mungu kuja kwako. Kwa lugha rahisi, kama adui ataiondoa ibada ndani yako, maana yake amekata ule mlija. Ni kama waya unaopitisha umeme ambao umekatika. Ibada ikikatika ndani yako kwa sababu zozote, maana yake kinachokuunganisha na baraka ya Mungu kimekatika, na uzima wa kimungu umekatika. Kila ambacho kinakuunganisha na ile baraka ya Mungu aliye hai kinakuwa kimekatwa. Kwa hiyo wewe hauwezi kwenda popote. Nilitoa tafsiri nikasema, ndio maana mashetani unaowaona hawa wanagombana zaidi na ibada iliyo ndani yako. Na mara nyingi ibada inakufa ndani, haifi nje. Nje ni matokeo tu. Unapomwona mtu baadaye haonekani kwenye hizi ibada hizi, kilichokufa kwanza ni ibada ndani yake. Ile ibada ndani yake kishaharibiwa, huko nje yanakuwa ni udhihirisho tu wa kile kilichotokea ndani yake. Na kwa sababu hiyo, elewa hivi, mashetani kabla hawajakuua wataondoa ibada. Wataua ibada ndani yako, kwa sababu wasipokuharibu ndani, nje hawataweza. Ili huku nje wawe na mamlaka, lazima waharibu ndani. Na tulijifunza mifano kadhaa. Tukasema Adamu na Hawa, kabla baraka yao ya nje haijaharibiwa, yaliharibiwa mahusiano yao na Mungu. Na hiyo ndio ibada. Ndio maana ibada. Ibada ni mahusiano ya Mungu na mwanadamu. Hasa kama ni ibada ya Mungu wa kweli, ni mahusiano ya Mungu aliye hai na mwanadamu. Kwa hiyo elewa namna hiyo. Kabla mashetani hawajavuruga familia yako, wataenda wavuruge ibada yako. Kabla maadui zako hawajakuua, lazima waondoe kinachowazuia wasikuue. Kinachozuia ni mahusiano yako na Mungu, yani ibada. Tunaongea kwamba baada ya Adamu ibada yake kuondolewa, mauti iliingia. Na ile mauti iliyoingia ilikuwa ni mauti ya kiroho, na mauti ya kiroho ni mahusiano yake na Mungu yalikatika. Ndiyo maana ya mauti ya kiroho, yalikatika yale mahusiano yake na Mungu. Lakini kwa sababu mahusiano yake na Mungu yalikatika, baraka yake ikakatika. Ile neema aliyokuwa nayo ikaondolewa. Neema iliyokuwa inamfanya awepo pale bustani ya Edeni, baraka zote, mamlaka ikaondolewa. Unaondolewa mamlaka, uzima unaondolewa, na kila kitu kikaondolewa. Nikana kueleza ndiyo maana adui anapambana na ibada. Lakini niliongea baadhi ya vitu ambavyo adui anavitumia. Nikasema njia mojawapo adui anatumia kuharibu na kukuondoa wewe kwenye ibada, anatumia mazungumzo. Na mazungumzo unaweza ukawa ni mlango mmoja wapo ambao adui anaweza akautumia kuingia ndani yako
na kuua neno lilo ndani yako, kuua imani iliyo ndani yako, kuua ibada iliyo ndani yako. Na kwa sababu mazungumzo mara nyingi yanahusu watu, nikasema ya kwamba kaangalia watu wengi ambao waliharibiwa, walitumika watu. Kaangalia watu wengi ambao ibada zao ziliondolewa, walitumika watu wa karibu. Watu ambao mahusiano yao na Mungu yalikufa, walitumika watu wa karibu. Watu ambao ibada ndani yao zilikufa, watu wa karibu walitumika. Kwa hiyo nikaeleza, nikasema lazima uangalie mtu akiwa karibu na wewe. Omba Mungu jua amebeba roho gani. Haijalishi anakupa vitu kiasi gani, haijalishi. Lakini mtu anakuja karibu na wewe, moja ya mambo ya kuomba ni kujua amebeba nini. Watu wengi ambao wameuawa vibaya, walianza wengine kwa kuuawa ndani kwanza. Hali yao na mahusiano yao na Mungu yalikufa. Baada ya kufa, adui akajitawala nje. Lakini bado nilikwambia watu wengi ambao wameingia kwenye matatizo, yale matatizo yalikuwa ndani ya watu walio karibu nao. Zile roho zilikuwa ndani ya rafiki zao ama ndugu zao. Unaweza ukajaribu kunibisha, lakini mimi nina ushahidi. Mauti ya Adamu ilikaa ndani ya mkewe, na mauti ya mkewe ilikaa ndani ya yule nyoka. Na ndio maana baadaye wanaelezwa habari ya kufa na laana, mpaka mashamba ambayo walikuwa wanalima wanaambiwa kwamba yamelaaniwa. Ibada ndani yako ikifa, unisikilize, vyote vinavyokuzunguka vyote vinapokea hiyo laana. Maana yake nini? Vinapokea mauti. Na mauti ni kuondolewa uwezo wa kuzaa ama kuongezeka. Kwa hiyo wewe ukiondolewa ibada, vyote ambavyo viko chini yako vinapokea hiyo mauti. Vinakuwa havina uwezo wa kuzaa tena, iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni familia. Adui lazima pambane na ibada, auwe ibada yako, kwa sababu baraka yako wewe, connection yake iko kwenye ibada, yani mahusiano yako na Mungu. Ibada ndio maana yake. Kwa hiyo usije ukafikiri ibada yako inapouawa ni jambo dogo, sio dogo. Na ndio maana jihadhari, asiwepo mtu anaweza kukuondolea ibada. Kama unaweza kuondolewa ibada, maana yake unatakiwa, unatengenezewa kuuawa na mauti iingie. Na wewe uko hapa kwa ibada hii kwa ajili yako. Hizi ibada hakuna partners. Ibada hizi ni ya kwako, na ndio maana lazima uinganganie mwenyewe, usimame mwenyewe. Na nikwambie huo mfano, lakini baadaye nikakueleza kwamba hata wakati wa Samson jambo lililotokea ni lile, lakini wakati wa Sauli aliondolewa ibada, mahusiano yake na Mungu, utii ukaondoka, usikivu ukaondoka. Ulipoondoka usikivu, kazi yake ikaharibika, baraka yake ikaondolewa. Na ndio maana unapaswa kutunza heshima ya ibada
kuliko kawaida. Ukiichukulia kawaida ibada ni mahusiano yako na Mungu, ni connection yako na huyu Mungu aliye hai.